itakapoinuliwa, ile sauti hii itakapofikia kwa mtu, Bwana akabarikiwa na kutoka amechawa, na wiki ikawa ni historia, kwa sababu tumembariki. Naposimama wanaachia mafuta mapiki juu yake. Bwana asante, mtumie jinsi upendavyo, na sisi tutabarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukaketi katika jina la Yesu. Niseme kwamba mchana wa leo nina furaha kwa sababu hakika Mungu ameniongoza na amenipa hata heshima hiyo na kukubalika huko ya kwamba nilete neno lake siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Napenda niseme kwamba bado nimeokoka. Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu. Wiki imekuwa ya baraka, na katika yote ambayo yamefanyika wiki hii tunashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu pia ameona ni vema nilete neno lake kwa watu wake. Wale ambao wanifahamu, mimi naitwa Mrs. John. Kwa ajili ya wageni, napenda Yesu kwa sababu aliniokoa na kwa sababu alinichagua katika wengi. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza muda, nataka niseme ujumbe wa leo ambao nataka nikuletee unaitwa divine alignment. Divine alignment. Bwana Yesu asifiwe. Kujiweka katika nafasi ambayo Mungu anataka uwe. Bwana Yesu asifiwe. Divine alignment. Yaani tunajiweka sawa sawa katika njia ama katika nafasi ama katika mahali ambapo Mungu anataka uwe. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme ya kwamba nitaanzia kwa hadithi ndogo tu ya sekunde kiasi ambayo inaonyesha alignment ni nini. Alignment ni kujiweka katika mstari. Kama watu wanapanga mstari, uko katika mstari ule na umekaa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikiomba Mungu anipe neno kwa ajili ya watu wake, nakumbuka alinikumbusha hadithi hiyo na nikacheka sana, kwa sababu kuna siku ambayo nilikuwa nasafiri nikienda pale nyumbani, na nilipokuwa kwa stage gari likakuja likatuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Na gari hili lilipotuchukua kuelekea nyumbani, wakati tuliingia tukaabiri, driver akakuja na akaanzisha gari. Baada ya mwendo kama wa dakika 2 hivi, sisi wote tukaanza kuangaliana. Bwana Yesu asifiwe. Tukaulizana, gari hili litatufikisha nyumbani kweli? Maana nilipoanza kuondoka tu hivi nilianza kutoa masauti mbaya mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inakaa ni kama makele kuku kuku papa papa papa. Na tukasema ni kama tumeabiri gari ambalo limeharibika. Na driver kwa kututia moyo akatuambia msijali, sio gari limeharibika. Nimeweka miguu katika hili gari, lakini mguu mmoja wa nyuma ni mkubwa kuliko mingine. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wakati mwingine anazunguka mara mingi, hii inazunguka pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo nikasikia kama that journey was very uncomfortable, very uncomfortable. Kelele kutoka hapa town mpaka pale kwangu nyumbani. Na hata wakati nilishuka wengine walisema mtuombee na sisi tufike salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nilipokuwa nikiangalia mambo ya alignment ama kukua kwa position inayostahili, niliangalia hadithi ile na jinsi ambavyo inaambatana na kile ambacho Mungu anataka tujue, ya kwamba wakati hauko katika nafasi yako, mambo hayakui sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na leo Mungu amekuja kutukumbusha lazima tuwe katika nafasi yetu ili mambo yetu yaende sawa. Bwana Yesu asifiwe. We must be in our divine position for our things to go according to God's plan. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anasema katika kitabu cha Yeremiah, I love this book so much, Jeremiah 29:11. Neno la Mungu linasema, for I know the
plans that I have for you, plans for good and not of evil, plans to give you a future and a hope. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mipango ambayo Mungu ako nayo juu ya maisha yetu ni mipango mema, mipango ya kutupatia mambo mazuri pale mbele. Lakini we have to be aligned ili tuweze tukaona mipango ya Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. So lazima tukue katika ile position yenye anatutaka ili tukaweza kufikia ile mipango anayotupangia. Tukikuwa hatuko katika nafasi yetu, huenda tukapata baraka zinatupata. Bwana Yesu zinatupita. Bwana Yesu asifiwe. Huenda tunapata hata tuna miss uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Huenda hata wakati mwingine tukakosa kupata majibu ya maombi yetu kwa sababu hatuyuko katika nafasi ile ambayo Mungu anataka tuwe ili ajibu maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipokuwa nikiangalia somo hili la divine alignment, alinipatia mifano kadhaa katika Biblia ambayo tunaenda kuiangalia kwa muda mfupi baada ya kusoma kitabu Our Main Theme Today. Alinipatia mifano na nataka tuangalie mifano hiyo katika Biblia na iwe ya kutubariki na ya kutufundisha jambo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla tuende kwa hiyo mifano, nataka kwa haraka tu, leo sina Biblia yangu ya Kiswahili, napenda tu kwa haraka mtu anisomee kitabu cha Isaiah. Kitabu cha Isaiah ama Isaia. Kitabu cha Isaia 60 mstari wa 22. Isaia 60 mstari wa 22. Aliyefika pale na ana Biblia ya Kiswahili tafadhali. Biblia inasema, amen. Isaya 60 mstari wa 22, mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Neno limesema ya kwamba mdogo atafanyika elfu na mnyonge atafanyika kuwa taifa hodari. Na Mungu anasema mimi mwenyewe, mimi Mungu nitayatimiza hayo kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna jambo la kuinuliwa, kuna jambo la kuongezeka, kuna jambo la kufanywa kuwa hodari, lakini pia kuna jambo la ni Mungu atakayefanikisha hayo na atafanikisha hayo kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kila mmoja wetu tunapenda tuwe elfu. Kila mmoja wetu tunapenda tuwe taifa hodari. Kila mmoja wetu tunapenda tuinuliwe. Kila mmoja wetu tunataka Mungu ajibu maombi yetu. Na ni kweli yeye mwenyewe anasema atafanya vile. Lakini wacha nikwambie, mwenyewe ametupatia ahadi kwamba atafanya lile. Lakini katikati ya saa hii na wakati atatimiza katika muda wake, lazima ujue kuna process ya kuandalika hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika hii process ya kuandalika, utaratibu wa kuandalika, lazima Mungu ahakikishe kwamba wewe uko katika divine alignment, ama uko katika nafasi ambayo unastahili kuwa ili haya yote yatimie katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfano wa kwanza ambao niliweza kufikiria wakati nilikuwa nafikiria neno hili, nilikuwa nafikiria kuhusu kijana Daudi ambaye alikuja kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwamba katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 17, sura ya 17 ukisoma yote, that is where David was fighting Goliath. Lakini hata kabla apigane na Goliath, katika Samueli wa kwanza tunaona kijana huyu mdogo ambaye alikuwa ni the last born vijana kwa boma ya baba yake, alichaguliwa kuwa mfalme na Samueli akamwagia mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na alipomwagiwa mafuta, kwa sababu alikuwa bado ni kijana, hakuenda akakuwa mfalme huo wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa anamwagiwa mafuta, kwa hivyo he knew the end product, ama hapa ambapo Mungu atasema mnyonge atakuwa taifa hodari, alijua the end product itakuwa ni kukua mfalme. Lakini hapa katikati ya kukua kijana mdogo na kukua mfalme, lazima Mungu
itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na safari yake ya kuandalika haikuwa kidogo, haikuwa fupi. Ya kwanza tunajua ndugu yake yule mkubwa Eliabu alimchukia sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata akimwona alikuwa anamwambia, wewe ni kijana mwenye roho chafu, wewe ni kijana. Yaani ndugu yake alimchukia tu. Ya pili tujue kwamba alijipata katika vita ambayo ilikuwa imemtetemesha hata mfalme wa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla afike katika ile vita, katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17, neno la Mungu linasema kwa sababu alikuwa mchungaji pale jangwani ama pale nyikani ama in the wilderness, Mungu alifanya apigane na lions ambao ni simba na bears ambao ni dubu. Bwana Yesu asifiwe. Wanyama ambao walikuwa wakubwa. Kwa Daudi labda angekuwa mtu wa kawaida angeangalia hili na aseme, kwa nini ninapata hii kazi ambayo ni challenging hivi? Kwa nini wale vijana wakubwa wasipewa wafanye hii kazi? Kwa sababu mimi ni mdogo. Lakini Mungu alijua there is a process of preparation kabla ya huyu mtu kukuwa mfalme, kabla ya yeye kukuwa shujaa wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana akamuandaa. Hata wakati alitokea akiwa kijana mdogo, ameenda pale vitani, anapata yani jeshi zima la Israeli limehangaika. Alipofika vitani, aliwauliza shida ni gani? Na alipoona Mfilisti ambaye ni Goliathi akitukana jeshi la Israeli na akiwatukana hata na Mungu wao, alisema enough is enough. Akasema mimi nitapigana na jitu hili. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu aliposema, hata ndugu yake alimtukana akiwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata alipomtukana Daudi hakufa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alienda pale na akakuwa tayari kupigana katika ile vita. Na tunaambiwa wakati alipelekwa mbele ya mfalme, alikuwa tu ni kijana mdogo. Naye mfalme akasema huyu aandaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alipokuwa akiandaliwa, mfalme alimuuliza, utapiganaje vita hii? Naye akasema, ninapokuwa kule jangwani wakati ninachunga kondoo wa baba yangu, simba na dubu huwa wanakuja wakanyakua mwana kondoo, nami hukimbia baada yao nikawapiga wale wanyama na nikanasua yule mwana kondoo kutoka kwa vinywa vyao. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mnyama anapogeuka kuja kunivamia, huwa namshika kwa manyoya yake na muangusha chini na muangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Sauli aliposikia ujasiri uliokuwa na kijana huyo, akasema apewe mavazi ya vita akapigane. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi wote tunajua hadithi hiyo ya Daudi. Wakati alipewa hayo mavazi ya vita, alisema ni mazito sana, haezi akayavaa. Akaenda pale na akasema, Mfilisti huyu ananijia kwa nguvu zake, lakini mimi nitamwendea kwa jina la Mungu wa Israeli aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. And the word of God tells us, alienda pale karibu na kisima, akayaokota mawe 5 mazuri, akakuja nayo na akamlinga huyu Goliath katika kichwa chake na akafa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuandalika kukuwa shujaa. Yes, after the anointing, David knew he would become king. Na jambo moja, one of the quality ya kukuwa king, kwa sababu Israeli ilikuwa kwa vita nyingi na maadui zake, ilikuwa ni ukue wewe ni mpiganaji vita hodari. Bwana Yesu asifiwe. And God made sure that he prepared David for that in the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nataka nikuambie vipi, unapoona mambo yanakuja challenging ama unavamiwa na maadui na bado umejiweka katika Mungu, just tell God, help me to be in my divine alignment. Maana najua shida hizi zinapita. Bwana Yesu asifiwe. Simba wanapokukujia, maana simba ni wa aina nyingi, sio lazima ikuwe physical lions. Wanapokukujia wale simba, wakumbushe kwamba nitakupiga na nitakuangamiza, maana najua hatima yangu ni kukua taifa hodari. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unaona udogo wako unatoshana kiasi gani.
Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa pili ambaye alinifurahisha sana ni huyu kijana pia ambaye anaitwa Yusufu. Yusufu ambaye tunampata katika kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 37, Genesis 37. We see the story of Joseph, one of Jacob's son. Na kitabu cha Mwanzo huwa kinanifurahisha. Habari ile ya Yusufu nimeisoma mara nyingi katika maisha yangu. And I remember tangu nikiwa mtoto mdogo wazazi wangu waliishi wakitupatia hadithi ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Maana walisema pia sisi tutakuja tuwe mayusufu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ukiangalia Genesis all the way from Genesis 37 to Genesis 42 uko kote inazungumzia mambo ya Yusufu. Lakini nikwambie hivi, Yusufu aliitwa muotaji na ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa akiota ndoto. Mungu alimuonyesha hatima yako itakuwa ni ukuu. Hatima yako itakuwa ndugu zako na familia zako watamuinamia. Hatima yake ilikuwa ya kwamba mataifa yatamuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa katikati kulikuwa na process ambayo inaitwa divine alignment, ambayo lazima Yusufu angeipitia ili afikie hatima yake ya kuinamiwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii divine process ukiangalia, watu wanapitia matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ukiangalia kama kuna kitu ambacho kinawafanya wasimame ni kujua Mungu wao ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati alianza kuota ndoto na akafikiria ni jambo na furaha sana, nikiambia wazazi wangu, nikiambia ndugu zangu watafurahi, watafurahi na mimi maana Mungu amenionyesha hatima yangu. Little he know. Akaenda kuambia nao wakasema so kijana huyu anafikiria sisi tutakuja tumsujudu. Kijana huyu anafikiria sisi atatutawala. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linasema wale ndugu zake walipanga njama. Walimpangia njama. Na wakati mmoja ambapo Yusufu alienda kuwapelekea chakula wakiwa kule malishoni, neno la Mungu linasema alipokuwa akitokea walisema ndio huyu mwotaji, here comes the dreamer. Yani yule mtu ambaye anaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linatuonyesha kwamba hawa ndugu zake wakampangia njama, na alipofikisha chakula wakamtoa na wakamtupa katika shimo. Bwana Yesu asifiwe. Na walipokuwa wamemtupa katika shimo, walikuwa wakipanga tutafanya nini naye. Na neno la Mungu linasema I think in Genesis 37, wale watu ambao walikuwa wanatoka wakienda kuuza vitu vyao Misri wakawa wanapita. Nao wakati walikuwa wakipita, ndugu zake wakaambiana tumepata an opportunity to get rid of the dreamer. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tumepata nafasi ya kuondoa mwotaji huyu. And we learn that, we all know the story, ya kwamba walimchukua wakamuuza kwa wale watu ambao walikuwa wanaenda kufanya biashara. Na wakati walimuuza, neno la Mungu linasema walichukua koti lake, wakachinja mwana kondoo, wakaenda nyumbani na wakaambia baba yake kijana ameliwa na wanyama mwitu. Bwana Yesu asifiwe. But wakati walimtendea yale hawakujua ya kwamba God was aligning Joseph na hatima yake ya kukua taifa hodari. Alikuwa anamweka katika nafasi ambayo angemfanya aje akuwe mkuu kuliko hata ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Labda Yusufu angetatizika sana, maana wakati hata alifika pale Egypt ama Misri aliuzwa tu kama like a slave. But we are told hakukuwa tu a slave wa mtu yeyote yule, alienda katika nyumba ya Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye alikuwa mtu mkuu katika serikali ya Farao. Na neno la Mungu linasema alipokuwa pale, ukidhani amefika kwa sababu
asifiwe. Katika wakati ule labda Yusufu kwa roho yake angefurahi aseme nimefanyika kuwa mkuu, lakini hapana, njama ingine ikafanywa. Tukiangalia kwa macho ya mwanadamu tunaweza sema labda Yusufu Mungu alimtesa sana, alipitia mambo mengi sana. Yaani wakati tu amepanda madaraka, mke wa Potifa akakuja akamwambia lazima ufanye mapenzi nami, naye wakati alisema mimi sitafanya dhambi dhidi ya Mungu wangu, tunaona hiyo ilimpelekea kuingia katika gereza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alisingiziwa ya kwamba alitaka kujilazimisha kwa mke wa Potifa na akaekwa ndani. Kwa wakati tu amepanda divine alignment ile ambayo tunaizungumzia, Mungu akataka kumrudisha katika nafasi ya kumfanya mkuu bado. Bwana Yesu asifiwe. Na nikwambie hivi, divine alignment katika maisha yetu sio kila wakati huwa inafanana na prosperity. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kila wakati. Wakati mwingine ni kucheleweshwa. Ni kucheleweshwa. Unaomba lakini unacheleweshwa. Unasubiri majibu lakini umecheleweshwa. Lakini usijali na kucheleweshwa. Usijali, Mungu atataruhusu wengine wakutangulie. Mungu ataona hata unaombea wengine wanakuja wanakupita tu. As long as unamtambua huyu kama Mungu wako, usiwahi kufa moyo. Shukuru Mungu, mwambie katika kunichelewesha huku, najua Bwana unaniangalia makuu. Najua Bwana unanipeleka pahali. Najua Bwana kuna jambo kuu ambalo unaleta katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule kiwete alikuwa amekaa pale karibu na kisima for more than 30 years. Hakuwa anatembea. Zaidi ya 30 years, that is 38 years. Bwana Yesu asifiwe. Amekaa. Kila wakati malaika anakuja anachumbua maji, wengine wanarushwa, anaona wakitoka wanatembea. Anaona wanasimama wanatembea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wakati Yesu alikuja, wakati Yesu alitokea, hata hakuhitaji kuchumbua kisima. Bwana Yesu asifiwe. Alimuuliza, je, unahitaji kuona tena? Bwana Yesu asifiwe. Na wacheni niwaambie, alimuuliza unahitaji kutembea? Bwana Yesu asifiwe. Na wakati yule kiwete alimjibu, sina mtu wa kunirusha kisimani. Hakujua huyu ni mfalme wa wafalme anamzungumzia. Hakujua huyu ni daktari wa madaktari anamzungumzia. Naomba hata sisi Mungu atusurprise hivyo. Wakati tunadhani tumecheleweshwa, hakuna tumaini tena, atuishie na aje na muujiza wetu. Kwa sababu yule kiwete alidhani sasa nimekaa hapa, sina mtu, sina nini. Lakini ile tu interaction ya muda mfupi na mfalme wa wafalme na daktari wa madaktari, alipata kusimama na kutembea. Bwana Yesu asifiwe. And that miracle that was waited for 30 years, ilikuwa kuu kuliko hata wenye walikuwa wanafika hiyo asubuhi wanaponywa. Wengine hatujawajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote ambao waliponywa katika kile kisima hatuwajui. Tunaambiwa watu walikuja na magonjwa mbalimbali wakapona. Lakini huyu kiwete tulimjua kwa sababu his miracle was divinely aligned. Bwana Yesu asifiwe. Labda uenda kawa hiyo 38 years alikuwa ameteseka sana. Alikuwa ameumia sana moyoni. Lakini neno la Mungu linasema mjinga ule uliotendeka kila mtu aliutambua. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aliutambua. Bwana Yesu asifiwe. Usijali na kucheleweshwa. Usijali na inachukua muda gani. Usijali ni wangapi wamekupita. Bwana Yesu asifiwe. Hilo lisikujalishe. Elizabeth alikaa hadi uzeeni mwake hana mtoto, lakini wakati alipata mtoto alikuwa ni nabii wa manabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alikuja kufanya kazi. Wengine wote manabii walitabiri kuja kwa Yesu. Huyu
alisema tengenezeni njia, na baada ya kutengeneza mwana-kondoo njia, aliwitness huyo mwana-kondoo akifanya mambo katika ulimwengu huu. Hadi katika nafasi yake akasema, wakati wanafunzi wake walikuja kumwambia naonekana, akasema wacheni mimi nipungue, huyu aongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Maana muujiza that is divinely aligned huwa unakuja na baraka zake, na lazima uje na ushuhuda wake. Lazima uwe na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na ushuhuda. Na nimekuambia usijali itachukua muda gani, usijali watu wanakuona mdogo namna gani, na itakuwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya kimesema, mimi Mungu nitayatimiza haya kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. This is the God that we serve. Huwa hadanganyi na lazima atimize. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia hata vijana Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego, walibebwa katika nchi yao wakapelekwa nchi ya uhamishoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alitaka kudhihirisha ukuu wake kwa mataifa. Nebukadnezar alikuwa anajua mimi ni mfalme na juu yangu hakuna nguvu zingine. Alijua mimi ndiye mwenye uweza wote. Bwana Yesu asifiwe. Na alijua I have conquered many nations, me there is no other. Ikafika mpaka pahali anasema yeye abudiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alijua na yeye ni mkuu wa wakuu. Lakini wacheni ni washangaze, wakati mmoja alilemewa na ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Akalemewa na ndoto, kila siku anaona ndoto, itakuwa imemlemea. Na because in his kingdom alikuwa na so many spies, wise men, kila mtu wa aina yoyote, akawa lazima mniambie ndoto hii na mnipe tafsiri yake. Bwana Yesu asifiwe. Nao wakuu wote, his diviners, his sorcerers, his wise men, watu ambao alikuwa amewaaminia sana, walikuja wakamwambia, ewe mfalme Nebukadnezar, jambo unalotuambia tufanye hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kulifanya, labda miungu yenyewe ikufanyie lile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona Mungu wa Israeli alitaka kujitukuza. Lakini Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego wakiwa pale katika uhamishoni, labda wangesema Mungu ametusahau, ametuhamishia uhamishoni. Lakini la, Mungu aliweka pale kwa sababu alikuwa na kusudi ya kujionyesha yeye ni Mungu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Danieli wa pili, neno linasema Nebukadnezar akawaambia wale watu, sasa atawaangamiza wote, atawaua wote kama hakutapatikana mmoja ambaye atawaambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. And we see hapo Mungu alijitukuza kupitia Danieli na marafiki zake. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno la Mungu linasema waliomba, wakaomba na wakaambia Mungu, tupe jibu la ndoto ile. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kuomba Mungu akawapa ndoto ni kama alienda na kawaya mfano ako na suluhisho. Naye ameweza kumwambia ndoto yangu na tafsiri yake. Danieli akamjibu akamwambia, hakuna mwanadamu yeyote, hakuna binadamu yeyote
aliye na uwezo wa kutafsiri ndoto yako ama kukupa jibu unalohitaji. Lakini kuna Mungu, Mungu wa ukweli, Mungu wa Israeli, ambaye ana uwezo wa kukujibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akajitukuza. Na wacheni nikwambie, alipatia Danieli details za ile ndoto, akaipatia kwa mfalme, akampa na tafsiri yake. Wakati Danieli alimaliza, neno la Mungu linasema ya kwamba mfalme Nebukadneza alipiga magoti, akainama chini, akashujudu. Bwana Yesu asifiwe. Alitii huyu Mungu. Soma maneno yale katika Danieli ya pili. Ilibidi ashujudu huyu Mungu. Akasema inaweza patikana Mungu kama Mungu wa huyu kijana. Yani hata yeye akatambua huyu Mungu ni mkuu wa miungu. Huyu Mungu ni mkuu hata kuliko mimi mfalme ambaye nilijiona ninaweza kukonka so many nations. Kwa hivyo nikafikiria mimi ni kama Mungu, lakini huyu Mungu ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unasumbuka wakati huyu ni Mungu wako? Kwa nini unasumbuka wakati huyu Mungu anaweza kuonyesha ukuu wake kupitia kwako? Kwa nini unasumbuka? Usisumbuke na the process. Ikiwa hata chungu namna gani, hata kama utapeleka uhamishoni, sometimes God separates you so that he can use you. Ya Mungu wakati mwingine atakutenganisha na watu ili akutumie, na si kukutumia tu, akutumie kuonyesha utukufu wake kwa mataifa. That is the God that we serve. Usimuulize kwa nini Mungu unanitenganisha na hawa marafiki, unanitenganisha na familia, unaniweka mbali na watu. Remember this, that sometimes, as I've said, God separates you to use you, to reflect his glory to the nations. Mpaka kila mtu anashuhudia, nasema kumbe ni yule. Hakika tumeona Mungu wake. Inaweza patikana wapi Mungu kama Mungu wa huyu mama, Mungu kama Mungu wa huyu baba, Mungu kama Mungu wa huyu msichana, Mungu kama Mungu wa huyu kijana, ama hata Mungu kama Mungu wa huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. He can separate you. Kwa hivyo usisikie upweke wakati anakutenganisha. As long as unamtambua ni Mungu katika maisha yako, anaandaa jambo kubwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. He is preparing great things. Yeye mwenyewe katika Isaiah amesema Mungu anang'ang'ana kabisa. Mazuri. Hata wakati aliambia Abrahamu, wakina Abrahamu nataka mjue hawakuwa maskini, lakini alimwambia ondoka, tana na watu wako, toka kwenu, mchukue mkeo. Naye akachukua hata na kijana ya ndugu yake na akaondoka. Na ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nchi ya uhamishoni, na wakati walifika bado wanapigania malisho na ndugu yake Lut, aliambia Lut, chagua unataka nini? Akaona pahali palipokuwa pazuri, nyasi ni green, cities are good, akasema nachagua kwenda huko. Abraham akamwambia wewe nenda. Naye akachukua nchi ya Kanaani, pahali kwa mawe, hakuna vitu vingi vya kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Alijua Mungu ambaye amemuita, na katika yote God is aligning him for greatness. Bwana Yesu asifiwe. Alimtoa katika familia yake kuabudu miungu isiyo na uhai, miungu isiyo jibu, miungu
ambayo ni useless, akamweka in a position where he would experience the one true God. Bwana Yesu asifiwe. Na hata katika Kanaani, Abrahamu hakuingia katika umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Aliendelea kunawiri. Aliendelea kunawiri hata kama ilikuwa ni milima mawe, aliendelea kunawiri. Mifugo yake iliendelea kuongezeka. Macho nilamfurahisha sana. Kwa miaka yake yote alikuwa hajapata mwana. Na Mungu, even in that separation, alimbariki na mtoto wake wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni katika kule milimani na katika kule kwenye mawe ambapo hata Mungu alimtembelea physically. Wakati tule wageni watatu walikuja wakapita, naye Abrahamu akawapita nao, wakamwambia, wakati kama huu mwaka ujao mkeo Sara atakuwa na mwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye Sara akiwa mama mzee ama akiwa shosh venye huwa wanawaita siku hizi, alicheka. Bwana Yesu asifiwe. Hata akaulizwa, Sara, mbona unacheka? Akasema, sijacheka, maana neno linasema alicheka kimoyo. Bwana Yesu asifiwe. Ile moyo hakuna mtu anasikia, kwa sababu alisha mama mkongwe. At this age nafaa kukuwa nikiitwa Mungu. Sasa naambiwa nitampata. Lakini ikumbukwe kwamba wakati alionena Mungu, Sara katika mikono yake alishika mtoto wa kiume, naye akamuita Isaka, maana yake kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Maana habari za kuzaliwa kwa yule mwana zilimpa kicheko. Na hata akaimba wimbo akasema, njoni mfurahini nami. Bwana Yesu asifiwe. Because Mungu alimwona na nataka ile baraka ya furaha, hata ije itwe furaha, itwe kicheko, kwa sababu alinasubiri kwa miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kusubiri miaka mingi, nimesema sio kuchelewa. Hata ile ombi lako ambalo unaomba, remember that you're serving one true God. Na mwambie, nitaendelea kusubiri, nitaendelea kujiweka katika nafasi ambayo unanihitaji Mungu, na katika yote nitaendelea kufanya kile ambacho neno lako linaniambia. In all circumstances, thank God. Katika kila hali tukuza Mungu, shukuru. Wathesalonike wa kwanza 5:18 inatukumbusha, uone mambo ni mazuri, shukuru Mungu. Ukue katika the valley ile ya mfano, shukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana mwenyewe ndio amesema hatima yako itakuwa kuu. Hapa katikati process hajakwambia itakuwa vipi, lakini kama itakuwa ngumu na madhani, align yourself with these promises. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea kutii neno lake, endelea kumwabudu yeye kama Mungu. Kama kuna jambo ambalo nimeliona katika kusoma kwangu kwa Biblia kuanzia mwanzo, ambalo limezungumziwa from the Old Testament to the New Testament, ni jambo ambalo Mungu anakuambia, mimi ni Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia, just honor me, praise me, acknowledge me as your God, do not go to the idols. Na kwa wakati wangu mimi mwenyewe Mungu nitakuja nikutendee kile ambacho nilisema nitatenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaambiwa watoto wetu watakuwa marais, lakini ukiangalia school fees inakosa. Usiwahi uliza Mungu, sasa huyu ndiye atakuwa rais na sina hata pesa ya kusomesha. Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu alikwambia atakuponya huo ugonjwa ambao unapitia, atakutolea hayo machungu. Na katika kuugua kwako, ama wakati unapoenda hospitalini unauliza Mungu, katika huu uchungu kweli ulisema utaniponya. Kumbuka, He's Jehovah Rapha, anaponya magonjwa yote. Usimwambie Mungu, uliniambia utanitwalia. Nimetembea katika umaskini huu muda mrefu, Mungu bado uko na huo mpango juu ya maisha yangu. Kumbuka yeye anajiita Jehovah Jireh. He is our provider. Kila kitu kizuri duniani, mbinguni na kokote kule ni chake, na katika wakati wake mwenyewe atakutwalia na atakupatia. Usiseme nasubiri uchungu uishe, nasubiri nione hatima yangu. Usikufe moyo. Continue aligning yourself with His promises. Endelea kumtumikia kama Mungu wako. Sijui ni lipi unatumainia Mungu akufanyie. Mimi sijui, ninayo mengi ambayo natumainia Mungu anifanyie. Sijafika mahali ambapo Mungu aliniambia nitafika. Sijaona hatima ya watoto wangu. I know, kwa sababu mimi huwa naambia watoto wangu sana, na naambia Mungu, show me who they shall become. Sijaona wakikua, what I want them to be and what God has promised to make them. Lakini hata katika misukosuko yangu huwa najua that God is going to make the fruit of my womb prosperous, because that is what He tells me in the book of Deuteronomy. Bwana Yesu asifiwe. Anasema watoto ni katika maisha yetu, na baraka zake hazifuati nyuma na huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi natarajia baraka zake nyingi katika maisha yangu, na najua hazitakuwa zinafuatwa nyuma na huzuni. Ni furaha na ushuhuda utakazozifuata. Niliishi kuomba Mungu anijibie prayer, na hiyo ni wakati niliokoka, nikajua Mungu, nikajua utamu wa kukua katika Mungu, na nikajua utamu wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Nami nikaanza kuombea familia yangu. Sisi tulilelewa katika dini, hata wazazi walikuwa katika dini. Na nikaanza kusema hata kama wanajua Mungu na wametulea wakitufunza kuhusu Mungu, I would like them to go deeper. Bwana Yesu asifiwe. Naweza taka wasijue tu juu, wamjue huyu Mungu kindani. Yaani Mungu afanye that they may experience what we're experiencing in your presence. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaomba. Wa kwanza Mungu aliyemuokoa ikawa ni yule bishop wetu, dadangu mdogo. Akaendelea kufanya mambo, anawaokoa mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati watu walianza kuokoka katika hiyo familia, nakumbuka babangu mzazi akisema, "Tukiokoka usiache dini ambayo ulilea." Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunasema aishi mentality ya dini muondoke. Bwana Yesu asifiwe. Na I remember wakati dadangu mdogo aliitwa at the peak of her career. Yaani wakati amekuwa mwalimu, mashule international schools zinamtafuta, national schools zinamtafuta, ameambiliwa mishahara mizuri. Hiyo ni wakati Mungu alimwambia, wacha kazi ya walimu, ufanye kazi ya kuwaleta watu kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mzazi ukiwa umeinvest a lot of money katika kuona yule mtoto akinawiri, alafu uone hata zile barua amepokea kutoka kwa mashule kubwa national schools, renowned schools in Kenya, alafu usikia amekwambia mimi sasa sifunzi tena. Hilo jambo it crushed my dad. Na naye tukakuwa tunamwombea sana, tunasema kwa wakati wako Mungu mfanye aelewe. Bwana Yesu asifiwe. Na alijaribu kumpinga na akamwambia hata kama unatumikia Mungu, tumikia Mungu ukifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe.
And I remember akisimama akamwambia Mungu, I am honoring the Holy Spirit and he has directed me to stop working and start fetching people for him. Bwana Yesu asifiwe. Na ile wakati dadangu akakuwa analia sana, akaniambia expected that the person would support me the most, kwa sababu mzee wetu amependa sana kuona tukitumikia Mungu. Nilidhani ni yeye. Kwa nini sasa ni yeye ananivunja moyo zaidi? Kwa nini sasa ni yeye hanisupport? Kwa nini sasa ni yeye ananiingilia zaidi? Kwa nini sasa ni yeye anaonekana haelewi Roho Mtakatifu huwa anazungumza na jinsi huwa anazungumza? Wakati mmoja tukakuwa na kikao na mpaka wakamkumbusha, dadi, wewe uliitwa ukuwe mchungaji in the year 2006. Uliitwa na ukapatiwa mpaka jina ya church. Uliitwa dadi. Ukapatiwa mpaka scriptures na ukapatiwa mpaka nyimbo dadi. Uliitwa 2006, unajua. Watu hujaobea sauti ya Mungu. Hata sisi wenye tumeitwa tuobee. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema mimi I surrender, nimeacha. Lakini wakati yule msichana alikuwa akisavu Mungu, tulishikana familia yote katika maombi, oh God, that you would redeem this man, ya kwamba utamtumia Bwana. Tunataka kunenea ile vision ambayo Mungu alikuwa amempatia 2006, ya kwamba atakuwa mchungaji mkubwa na atapewa kipawa cha uimbaji. Tukaanza kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa tunaona mabadiliko madogo madogo. Randomly unasikia na wapigia simu, hii August nataka tupatane nyumbani, tutakuwa na maombi ya kila mtu nyumbani. Na sasa ni Mungu. Anasema hii December nataka mchinje mbuzi nyumbani, tutakuwa na maombi ya familia. Yesu asifiwe. Last year akatoa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Akatuambia kwa miaka mingi Mungu amekuwa akiniandaa, lakini natoroka. Ananiita najificha. Ananiita nakataa kurespond kwa sauti yake. Lakini nataka niseme hivi mbele ya familia yangu. For the past 6 years Mungu amekuwa akininenea kuhusu ministry. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema sasa nataka niwaambie nyinyi wote kama familia yangu, ya kwamba starting now I am going to serve in the ministry that God called me to. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kuanzia saa hii nitatumikia katika ile huduma ambayo Bwana aliniitia. Nimeacha excuse za kazi, nimeacha excuse za familia, nimeacha excuse zote, kwa sababu Mungu aliniambia nikiendelea kutembea in disobedience kuna baraka ambazo ninazuia. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu kumbe huu wakati wote alikuwa anamualign divinely. Kwa sababu yes, sisi tulidhani ni mzaha kwa sababu haikuwa mara ya kwanza, lakini tukaona ameisema in a certain seriousness. Na kwa sababu aliita watoto wake wote including sons in law, kila mtu, na akatupatia that announcement. Amini usiamini, alienda akachukua savings zake, akanunua instruments na vitu vyote vya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kuzileta, anaenda anasema I want the best of the best. Nataka keyboards, nataka speakers, nataka nini, nataka microphones. Atupikie kila mtoto. Mjue popote nitalemewa katika hii huduma, nitakuwa nikiwapigia mniletee vitu ambavyo ninahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda wa ile ministry tunausikia na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunausikia na watu wengine. Wengine wakikuja kutuambia, unajua baba yenu ni kweli ameitwa. Unajua kuna kitu ndani ya baba yenu. Unajua ya kwamba huyu mzee anaekelea watu mikono wanapona. Je, unajua huyu mzee anakuombea na maombi yako yanajibiwa. Mmoja alikuwa ni mama ambaye walipatana na yeye katika prayer center, kwa sababu wakati alitaka kufungua
kufungua ministry, aliingia katika prayer center kwa maombi ya kufunga. Huyo mama akapiga simu juzi akasema, nilikuwa na watoto hawatembei, hawafanyi chochote. Tukapatana na pastor kwa prayer center, akawaekea mikono, akawaita kwa majina yao, akawaambia Shalini na Kemunto, amkeni mtembee, uponyaji wenu umefika. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo gogo akatuambia, yani immediately mimi nilizubali kachanganyikiwa, kwa sababu nilikuwa nimekuja kuombea uponyaji wa watoto wangu, wakasimama wakatembea. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema, nilikuwa natafuta huyu pasta, maana nilijaribu kutoa mpaka sadaka ya shukrani, akaniambia hapana. Na mwenyewe akatubeba mpaka na gari, akatupeleka mpaka nyumbani. Na mpaka nikampigia mzazi wangu kwa mama, akaniambia, let me tell you my daughter, whatever God is doing in this ministry, hata mimi mwenyewe sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Na nakumbuka nikimwambia, kwa sababu ni wiki hii ndio tulikuwa tunazungumza, nikamwambia, Daddy, that is what happens when you get divine alignment. Bwana Yesu asifiwe. Ukijiweka ambayo Mungu anataka uwe, ili akutumie, ili akupe utukufu wako. Kwa hivyo ndugu na dada zangu, ningewaambia leo, sijui unataka Mungu akufanyie nini, ama sijui umemtegemea kwa nini, ama ni ambalo umemwaminia kutendea. Lakini katika yote ujumbe wangu ni huu: ukiendelea kumwamini kama Mungu, usimchanganye na miungu mingine, uendelee kumtumainia, huku ukimshukuru na kusubiri bila kunungunika. Kwa wakati wake yeye mwenyewe amesema atatimiza jambo ambalo aliahidi, ya kwamba mdogo atafanyika elfu na mnyonge atafanyika taifa hodari. Ondoka hapo ukijua kwamba katika udogo wako sasa wewe umeshafanyika elfu. Subiri tu katika hii process, inapita. Na ujue katika unyonge wako Mungu anaenda kukufanya taifa hodari. Vumilia tu katika hii process, inaenda kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tu tushukuru Mungu. Kwa chochote kile ambacho unaaminia Mungu kukufanyia, na kwa ahadi yote ambayo amekupa wewe na kizazi chako na familia yako na uzao wako, hata na huduma yako, biashara yako, kazi yako, hata katika ukulima wako, chochote ambacho Mungu alikuahidia, jua atatimiza. Na kwa hivyo unaposimama pale, mwambie Mungu, nipe neema ya kupitia ile process ya divine alignment. Hata kama utanitenganisha na watu, I accept the separation, but God give me the grace to accept that separation. Hata kama itachukua muda, Mungu nipatie ile uvumilivu ya kusubiri. God is God and he never changes. What he says he will do, he shall do. Baba Mungu mtakatifu, mchana wa leo tunakushukuru kwa sababu ya watu wako, na sababu ya neno lako. Tunakushukuru Mungu naomba Jehova Mungu wiki hii, na katika Mungu Jehova Mungu, naombea watu wako neema Jehova Mungu ya kusubiria Jehova Mungu, na ya kukaa katika nafasi ambayo ulipanga wawe ndani yake Jehova. Neno lako limesema aliye mdogo katikati yetu atafanyika elfu mfalme, na aliye mnyonge katikati yetu atafanyika taifa hodari. Mtakatifu, naomba Jehova Mungu, kama jinsi ambavyo tumejiwakilisha mbele zako mfalme,
the grace, oh God. Give us, Jehovah God, hope. Na katika yote tupatia uvumilivu, Jehova. The patience to wait upon you, oh God. Na katika yote tusaidie Bwana. Mioyo yetu ikatoka shukrani, Jehova Mungu. Tusiwe watu wa kunungunika, Jehova. Tunaitisha uwepo wako Bwana, tuondokapo. Tunaitisha neema za Bwana, tuondokapo. Tunaitisha tuondokapo. Sisi na kuona Bwana. Katika Kristo. Asante Yesu Bwana, tunajua ikitoka mikono ya watu watu wakakuheshimu, watu wakakutukuze kupitia Baba. Asante Yesu kwa sababu tunajua tena yote. Saidia kuona wakakufahamu na yako kusikia neno lako Jehova, katika jina takatifu, jina la Bwana kondoo Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Bigini Yesu makofi mazuri. Bigini Yesu makofi. Nani amebarikiwa? Tumeshawa. Hello? It's a Christian church. Isaiah 60. Mdogo atakuwa 1000. Naomba ujiweke hapo. Kuna mahali Biblia inasema itakuwa mwanzo ni mdogo, mwisho utaongezeka. Na Biblia inasema mahali na kwamba wa kwanza atakuwa. Sasa sikiza neno. Sijui kwa nini umekaa. Sijui kwa nini umekaa na umesimama umekaa sana. Sijui kwa nini umekaa. Mshahara ndio usichoea. Ukikaa hivyo utazeeka wewe sana. Sikia. Mdogo atakuwa mdogo. Alo, nani? Ili umepata hesabu hiyo. Alo, nataka mtu apate hesabu tu. Mathematics. Mdogo atakuwa neno mtumishi amenena mdogo atakuwa 1000. Mdogo. Alafu inasema hapo chini yake, na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mnyonge. Now, kama mdogo anakuwa 1000 na mkubwa, mtu mmoja anihesabia hapa. Sasa amina. Itayana atakuwa 1000 baba tena. Mkubwa na naongea, sikiza, naongea na kanisa hapa. I'm talking to somebody. Hello? Kanisa. Njoo. Come. Njoo kidogo. Njoo. Nimesema kwamba sisi tumefanyika kuwa wana katika kingdom. Na hapa nasema mdogo. Hebu angalia mikono yako sasa kuanzia leo. I want to multiply.
Look at this your hand. Kuna vitu imekosa. Something supernaturally inatendeka in the spiritual room. Semeni amena. Bwana Yesu asifiwe. Look at your hands. Imebeba nini? Imebeba nini? Look at your hands. Na uangalie mikono yako kuanzia leo. Tamani. Kama atakuwa maya kata. Na mnyonge atakuwa hodari maya. Semeni amena. Na hapa chini inasema hivi, mimi Bwana nitayatimisha hayo wakati wake. Na nimesema Mungu atimishe kama itakawia. Semeni amena. Hata kama itakawia pata alimsi. Ninakufungua macho, ninaona it is coming. Aliyochelewesha aajilie. Waliosimama mbele isije kwangu wanaondoka. Waliozilia I command them saa hii waondoke mbele yangu. Church yoyote I don't command yoyote aliyesuilia aachilie saa hii. Ndio mmoja sema aachilie saa hii. Yani command ninaomba niweke maneno ndani mbeki chako yoyote. Amuru command chukua mamlaka. Command aachilie tu aliyesimama mbele yako. Aondoke pale. Aondoke hapa sulia. Amesuia ya kutosha. Amekaa mbele yako ya kutosha. Mtu mmoja aseme kwa sauti, ondoka! Ondoka! Kila moja sema come out! Mtoko. Naomba ile mtoko upata. I promise as a prophet of God. Yule mali kufaini. Uliongezeke mara 2 mara 3. Watu wamekudharau. Unatoka hapa na upako na nguvu. I want to prophesy to somebody. Ile iliyodharauliwa iongezeke ule maelfu. So, hautadharauliwa. Mdogo atakuwa 1000. Ndio mikono yako. Jitabirie kwanza, jitabirie. Just prophesy to your life. Prophesy to your business. Prophesy to your children. Prophesy what you have. Prophesy, can prophesy. Somebody prophesy. In the name of which is above every name. Mtu mmoja ajitabirie kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mangekatapo shekepika andakatipo seriasa. Jitabirie kuanzia leo multiplication, kuongezeka mara 2 mara 3. Asante Bwana Yesu. Kama tu isiniumbe imani ndani yako, ni breaks every shame. Niumbe imani yako ambayo inakuja aibu. I want nataka kuumba imani which breaks ambayo inakuja aibu. Aibu ya kukataliwa, aibu ya madeni, aibu ya magonjwa. Nataka utangaza kwa jina la Yesu. Every shame, every shame, break. Ambaye naleta naondoa baraka yako, break it in the name of Jesus. Somebody raise up your voice. Break every shame. Nami Bwana ameahidi na ameapa kuyatimiza yote.
kuyatimiza yote, ahadi zote aliahidi katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Bwana atimize hayo yote, akutimizie uwe na kicheko, akutimizie uondoke kwa aibu, akutimizie uwe na nyota, akutimizie uheshimike, akutimizie na wewe uondoke kwa aibu, akutimizie ninaumba kicheko ndani. Magonjwa yote yaliyoleta hivi, I command to die. Ninaamuru magonjwa na yeyuka, 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 yeyuka. Magonjwa yanaleta aibu, yeyuka, come out, come out of the body. Nina magonjwa yatakomando nao, die, yeyuka, ondoka, posuka na kama ya magonjwa, wewe roho uliyotumwa. Na mikono yako yote miwili. Sasa Bwana, nataka kila mmoja yule mikono yako juu. Arakataka sakabaya. Father, speaking up to us, to your servant. I pray in the name of which is above every name. Breakthrough, favor, kwamba utabariki usawa watu wetu. Ninaomba Bwana, yoyote usawa, walio na usawa na wameka hiyo usawa umekataliwa, ninainua hiyo nyota ambayo inatafutwa haitapatikana. Ninawapiga madini wanaotafuta nyota watoto wetu huko na giza katika jina la Yesu. Bwana, nasema utabariki huyu ahadi zako kweli na amina. Hata kama Bwana utachelewa, hata kama unakawia, bali ya kame utatutendea. Omba mtu hapa aliyekuja kwa ibada hii leo,
Bwana umtendee, mwondolee aibu. Asante Bwana Yesu. Magonjwa yote yeyeyuke. I command every disease to die, to cease. Ikayeyuke yoyote amekuja hapa aliye na mzigo wa magonjwa. I'm commanding from this altar kwamba mwili wa huyu mpendwa sio karakana ya magonjwa. Magonjwa yote yejuko kwa mamlaka, kwa neno litokalo kinywani mwako. Magonjwa yote kutoka mifupa, nyama, damu, yeyuka, toka ndani yao. Every disease, every bondage ikavunjika na kuondoka. Ikaondoka magonjwa mpaka pande tu. Magonjwa yote ninayaputa, ninayaondoa kutoka miili yao. Hayapote in the name of Jesus. Na Bwana, asante kwa sababu tunatoka na heshima. Ukatuheshimishe wiki hii Bwana, tuheshimishe wiki hii. Thank you Jesus. Na kushukuru kwa sababu wanatoka na baraka na uponyaji na miujiza yao, kwa sababu wamebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Mtumikie mikono ya kushukuru kwa Yesu na Mungu. Ninaomba hiyo mikono yako miwili tupatie kwa Bwana sadaka ya makofi. Tamani pia wa Yesu. Unaweza kupiga makofi Bwana zaidi ya hapo. Sasa mwenzako mwambie sasa, wewe kama mdogo anakuwa 1000, wewe ni mkubwa, ni zaidi ya 1000. Kama mdogo